Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuchukua fursa hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya kibali ya kusimama mbele yenu majirani kama haya. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi ni watamani mbele za Mungu, na ndio maana Mungu anajichagulia mtu wa kusimama mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo sichukui kimzaha, si kwamba mimi nafaa, nimenyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kushukuru ofisi ya uchungaji kwa kutukubalia sisi kama vijana kutumika mbele yenu. Mungu awabariki. Amen. Tutakwenda kufungua kitabu cha Samueli wa pili 9:1 hadi 8. First Samuel. Naomba aliyepata tusomee. Second Samuel chapter 9 verse 1 to 8. Second Samuel chapter number 9 from verses 1 to 8. The Bible says, ESV version, and David said, is there still anyone left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake? Now there was a servant of the house of Saul, whose name was Ziba, and they called him to David. And the king said to him, are you Ziba? And he said, I am your servant. And the king said, is there not still someone of the house of Saul, that I may show the kindness of God to him? Ziba said to the king, there is still a son of Jonathan. He is crippled in his feet. The king said to him, where is he? And Ziba said to the king, he is in the house of Machir, the son of Amiel, at Lo-debar. Then King David sent and brought him from the house of Machir, the son of Amiel, at Lo-debar. And Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, came to David and fell on his face and paid homage. And David said, Mephibosheth. And he answered, behold, I am your servant, and I am your servant, and your father Jonathan and I will restore to you all the land of Saul your father, and you shall eat at my table always. 8. And he paid homage and said, what is your servant, that you should show regard for a dead dog such as I? Amen. Thank you, my brother. Kisha Daudi akasema, je, amasalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan? Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli jina lake Ziba. Basi wakamuita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Ziba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yoyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Ziba akamwambia mfalme, Yonathani anaye mwana hata sasa, aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, tazama yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lo-debari. Basi mfalme Daudi akatuma watu wakamwondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lo-debari. Basi Mephibosheth mwana wa Jonathan mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi, akasujudu. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Jonathan baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Nikupe tu habari juu ya Jonathan. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba Daudi alikuja kutafuta kama yupo mtu amesalia katika nyumba ya Sauli amtendee mema kwa ajili ya Jonathan. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa mhusika mkuu ni Jonathan, na wala sio Sauli, na wala sio Mephibosheth. Bwana Yesu asifiwe. Hapo awali Daudi alipohudhuria mbele ya uso wa Sauli, Biblia inasema kwamba roho yake ikapendana na Jonathan.
Yaani mwana wa mfalme akapenda Daudi mwana wa Yese, mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa vile Mungu alimpenda Daudi, kibali cha Mungu kilikuwa juu ya Daudi. Roho ya babake Jonathan ikamchukia Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Sauli akataka kumuua huyu kijana wa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Jonathan, kwa sababu alikuwa katika nafasi ya kutenda wema, akawa anamwibia rafiki yake Daudi siri kwamba leo baba ametaka kukuua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kibali kilichokuwa juu ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vibali vingine, kuna baraka Mungu anaweka juu yetu ambavyo vina attract chuki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Sauli akachukia Daudi kufa kupona, akataka kumuua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ufupi, aliyemuokoa Daudi kwa mkuki wa Sauli ni mwanawe Sauli, Jonathan. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Daudi alivyokuwa mfalme, ameketi sasa katika kiti cha ufalme, akawaza, kuna mtu alinitendea mema. Bwana Yesu asifiwe. Akaazimia moyoni mwake, nitaenda nitafute kama yupo aliyesalia ili nimtendee wema kwa ajili ya Jonathan. Biblia inanukuu wema wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kuna wema wa Mungu na wema wa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kama yupo mtu aliyesalia ili nimtende wema kwa ajili ya Jonathan. Bwana Yesu asifiwe. So far so good. How are you living among yourselves? Nimeachana na Jonathan, nipo kwako. Bwana Yesu asifiwe. How are you living among yourselves? Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako yaambaje kwa mfano? Bwana Yesu asifiwe. Je, kuna mtu sasa hivi tunavyozungumza akisikia kwako kuna kilio atakosa amani kama Daudi? Bwana Yesu asifiwe. Maana Daudi alijua Sauli kafa, Jonathan kafa, nitaenda nitafute hata kama ni mke wake nimtendee wema. Bwana Yesu asifiwe. Na kuuliza wewe, hivi tunazungumza kwa majira haya mida ya saa 7. Je, kuna mtu akisikia kilio kwako sasa hivi ataacha kwenda kwake akuje kwako aomboleze nawe? Bwana Yesu asifiwe. Je, kuna mtu akisikia giza kwako limetanda atakuja kukulia nawe? Bwana Yesu asifiwe. Jonathan alipokuwa kwa nafasi ya kutenda mema alitenda. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa kwa nafasi ya kuwekeza huruma aliwekeza. Bwana Yesu asifiwe. I want to tell you something, that things happen. Bwana Yesu asifiwe. I wish I was lying. I wish I came to threaten the children of God, but I came to tell you the truth. Things happen. Bwana Yesu asifiwe. It doesn't matter how prayerful you are. It doesn't matter how smart you are. It doesn't matter how much you have saved. It doesn't matter how beautiful, how handsome you are. Ipo siku giza litatanda katika maisha yako. Ipo siku kilio kitasikika hemani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Mephibosheth. Nimekuambia kwamba mambo yanafanyika tena mabaya mno. Ukianza kuwaza nilikosea wapi, nani wa kwangu alikosa, hutopata jibu, lakini mambo hufanyika. Huyu ni Mephibosheth, mjukuu wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Anatokea katika familia ya kifahari, familia ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Katika sheria ya ufalme ni kwamba baba akitoka ni mwana anaingia. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo yani ilikuwa ni kwamba Sauli akisha aga, Jonathan alikuwa achukue kiti. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa Jonathan akitoka, Mephibosheth achukue. Lakini historia ya Biblia iligeuka, mambo yanafanyika. Sauli alipotoka, Daudi kaingia. Alipotoka badala ya Mephibosheth, Suleimani mwana wa Daudi ndiye alikipikiri kile kiti. Bwana Yesu asifiwe. Things happen. Mephibosheth ambaye alikuwa amestahili kukalia kiti cha ufalme anapatikana Lodebari. Bwana Yesu asifiwe. Tena na ulemavu wa miguu. Things happen. Bwana Yesu asifiwe. Andiko linanukuu kwamba hakuzaliwa na ulemavu. Alipofika miaka 5 kulikuwa na vita Israeli.
Sasa yule nani wake kumbeba wakaanguka. Mtoto wa miaka 5 akaanguka akavunjika mguu, akawa kilema, akasukumwa Lodebari. Lodebari si mahali pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Lodebari ni Islam. Sijui tukiite Mkuru kwa Jenga, sijui Mkuru kwa Ruben. Now you can imagine a grandson to a king living in a slum. How does it sound to you? Bwana Yesu asifiwe. Lakini hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lodebari sio mahali pazuri. Ni mahali pa upweke. Ni mahali pa uchungu. Lodebari ni mahali ambapo ndoto zimezimwa. Ni mahali ambapo nyota zimeibwa. Unasikia kaka msemo mnakachekea eti hana nyota. Kuna watu hawana nyota kiukweli. Nyota zao zimeibwa na zimezibwa kule Lodebari. Ndoa zao zimeibwa na zimezibwa kule Lodebari. Ajira zao zimeibwa na zimezibwa kule Lodebari. Mtaji wao umeibwa na umezibwa kule Lodebari. Lodebari, a place of lost opportunity. Mahali ambapo maono husikiki. Lodebari means nothing. You can imagine if your life is nothing. You can imagine if the life of your children is nothing. You can imagine if your own marriage is nothing. Bwana Yesu asifiwe. Ashukuriwe Mungu kwa ajili ya baba yake Jonathan. Daudi haji kumtendea Mefiboshethi kwa sababu mateso yamemzidi. Daudi haji kutenda mema kwa Mefiboshethi kwa sababu yeye alikuwa mtoto wa mfalme. Andiko lipo wazi. Je, kunaye mtu aliyesalia katika nyumba ya Sauli nimtendee wema kwa ajili ya Jonathan? For the sake of Jonathan. Bwana Yesu asifiwe. Hili ndilo somo langu la leo. Uishipo duniani, ekeza akiba ya wema. Maana ipo kesho usiyoijua. Kesho ni fumbo, na anayejua ni Mungu pekee anaweza kuifumbua. Hata nabii tunaowategemea hawajui kesho yao. Hata mchungaji wenu hajui kesho yake. Hata mwanao ambaye ana kazi nzuri hajui kesho yake. Kesho ni fumbo. Ekeza wema. Ekeza akiba ya wema kwa ajili ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Apandacho mtu ndicho avunacho mtu. Hiyo ni sheria. Nimesikia mwalimu asubuhi akisema, nayo nimenukuu hapa, jana sikuwa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Nimeandika hapa kwamba apandacho mtu ndicho avunacho. It is biblical. Sheria ni sheria. Huwezi kuja kinyume. Bwana Yesu asifiwe. Ukipanda kiburi utakivuna kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Ukipanda ubinafsi utauvuna ubinafsi. Ukipanda chuki wewe utaivuna chuki. Bwana Yesu asifiwe. Ukipanda wema utapanda wema, utavuna wema. Bwana Yesu asifiwe. Apandacho mtu ndicho avunacho mtu. Bwana Yesu asifiwe. Vipo vitu katika maisha yetu tumevipata. Najua ulisoma kwa bidii. Mimi naelewa wazazi wako walifanya bidii, na hata wewe unafanya bidii wanao wasome. Yaani kweli cheti chako unaweza simama mbele ya Mungu na ukasema kweli huku lala na ni ukweli. Lakini vipo vitu vya namna ile hutuletea kiburi, hutuletea ubinafsi. Bwana Yesu asifiwe. Apandacho mtu ndicho avunacho mtu. Ukipata nafasi ya kutenda mema tenda. Nitarudia hili mpaka sauti hii uisikie usiku. Apandacho mtu ndicho avunacho mtu. Ukipanda wema utavuna wema. Nami nakuhimiza, ukiwa katika nafasi ya kutenda mema, tenda. Ukiwa katika nafasi ya kuwekeza huruma, ekeza. Bwana Yesu asifiwe. Sio vibaya kushughulikia watu wa nyumbani kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ni vibaya mno wamshughulikia mchungaji na baba yako anaishi maisha hoi hai. Ni vibaya mno, hata Mungu afurahie. Yaani kabla umnunulie mchungaji wako vazi, hakikisha babako analakishwa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo vyote si vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kushughulikia wanao si vibaya.
lakini haimgusi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kuwatia watoto wako kwenye shule nzuri, kuwapa wanao lishe bora, kuwavisha mavazi bora, ng'ang'ana sana, lakini haimstui Mungu. It doesn't touch the heart of God. Siku moja nilikuwa katika kikao, baba yangu alikuwa anaongea, akasema jambo moja. Akasema kwamba mambo ambayo unafanyia wanao hayamgusi Mungu, lakini kile kikombe cha uji umempa mtu ambaye hajiwezi, inamgusa Mungu. Hiyo ni akiba. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kuna watu ukiwasaidia direct ni deni kwa Mungu, yeye ndiye atakulipa. Maana kuna wengine tunawasaidia hawatawahi tusaidia. Kuna watu wametusaidia hata tufanye bidii hatuwezi fikia wema ambao walitutendea, lakini Mungu ajuaye kulipa anasema thawabu kubwa ni yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ekeza wema upatapo nafasi, maana hauijui kesho. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yameninyenyekeza. Mungu ameruhusu nione mambo ambayo yameumiza moyo wangu ili nijifunze. Bwana Yesu asifiwe. Si kila mzazi ana watoto wa kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Si kila aliyesoma na kazi nzuri. I've come to witness a lot of things in this my age. Life has really humbled me. Bwana Yesu asifiwe. Si kila mzazi. Si kwamba hakusomesha watoto. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba hakuwalea, but because things happen. Bwana Yesu asifiwe. Si kila mzazi ana watoto wa kumsaidia. Unajua unakotokea. Kila mtu anaka kijiji anakotokea. Bwana Yesu asifiwe. We are not from Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kamji Sister Eva anasema Google Map haiwezi fika. Kila mtu hapa anaka kijiji ambako hata hakasikiki. Bwana Yesu asifiwe. Uko unakotokea unajua watu huko. Bwana Yesu asifiwe. Unapomhudumia mzazi wako, kuna rafiki ya mzazi wako. Kwani kuna mama hana marafiki zake? Kuna baba hana marafiki kijijini? Hata kama hana, ana jirani. Bwana Yesu asifiwe. Angalia nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Inauma sana rafiki yako amevaa vizuri kisa mwanawe kamnunulia. Mzazi anasononeka, aliye na wana hawamsaidii, na mimi wangu Mungu nilikosea wapi? Chukua nafasi ile kuwekeza mema. Hata kama hautanunua vazi lenye quality, na kwa vile mama atakuinamia. Hata kama ni sukari, achana na urogi, achana na uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Yule mama atakuinamia, na kuna sana ataomba mbinguni. Zipo baraka ambazo Mungu akikubariki ni zaidi ambavyo mshahara wako unalipwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukipata nafasi ya kutenda mema, tenda. Bwana Yesu asifiwe. Maana hujui kesho. Bwana Yesu asifiwe. Usifikirie kwa sababu unasaidia wazazi wako, kesho wanao wanakusaidia. That is foolish thinking. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona watoto waliolelewa vizuri, na nimeona na macho waliosoma vizuri, waliokuwa na malezi mazuri, wakiwa wajinga katika miaka 45. Where do you start from? You have done all you can. Na unajua vile mzazi kujinyima kwa ajili ya mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Akijua hata nikishamaliza zote, mwanangu ni nguzo yangu, mwanangu ni uso wangu. Lakini anafika miaka ya 45 ambayo huwezi fanya chochote, mtoto anakuwa tu mjinga. Yaani wewe sasa ndio unakuwa unamsaidia. Umeona watu kama hawa, mama mimi ndo natokea mahali natokea. Bwana Yesu asifiwe. Chukua nafasi ile, maana hujui utazeekaje. Bwana Yesu asifiwe. Mhubiri anasema mkumbuke Bwana Muumba wako kabla siku hazijaja, utakavyosema lo, laiti ningelijua. Bwana Yesu asifiwe. Uko katika nafasi ya kumtumikia Bwana, lakini uko busy na mambo yako. Mungu amekupa kazi nzuri, lakini kitu cha Mungu kikitokea unajadiliana na hela zako mfukoni. Nitoe nisitoe? Wacha kwanza nione vile yule dada amesema atatoa ngapi ndio nione. Bwana Yesu asifiwe. Hili jambo hunifanya niwe guilty. Maana nikifikiria maisha yangu, kiukweli mimi hamjui ninakotokea. Yaani umeona tu Ruth ambaye amesimama mbele yenu. I wish you. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kusema ukweli, Mungu hajajizuia kunisaidia.
maana asingenisaidia mngeona uchi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nawaza, kama Mungu hakujizuia kunisaidia, hajajizuia kunibariki, kuniokoa, kunilinda, kwa nini mimi nijizuie katika kazi yake? Kama Mungu alizungumza na roho ya mtu akanisaidia, kwa nini mimi niko kwenye nafasi na hata siwezi badilisha maisha ya mtu? Bwana Yesu asifiwe. Start by changing a life. Huwezi saidia kila mtu, huwezi, hapo na utakufa. Lakini mmoja tu ambaye kikiumana utaenda na hilo jina mbele za Mungu. Kikiumana utaenda na mbele za Mungu. Angalia Mungu. Yapo mambo umewekeza ni deni, atakulipa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Upatapo nafasi ya kutenda, tenda. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba lia na wanaolia. Bwana Yesu asifiwe. Unaposhuhudia katika madhabahu kwamba Mungu katenda, kumbuka yuko hapa ndio ameanza safari katika jangwani. Life is funny. Bwana Yesu asifiwe. Unaposimama hapa unasema Mungu ni mwaminifu, yupo mtu miongoni mwako anasema jamani, zamu yangu ni lini? Chukua hiyo nafasi. Ushuhuda wako usiishie hapa. Chukua nafasi kubadilisha maisha ya mtu. Chukua nafasi kuwekeza akiba ya wema. Akiba haiuzi. Kwetu ukija baba na anakininia ameweka, yaani ndio nimeona, sijui aliweka lini. Mwaka jana ndio niona kwamba wema hauozi kibao. Bwana Yesu asifiwe. Wema hauozi kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Pesa zako zinaweza isha. Binti mrembo unaweza chakaa. Kijana mtanashati mwenye nguvu unaweza chakaa. Kazi huisha. Mambo hufanyika. Kazi yako inaweza badilishwa ikawa lodebari, haikusaidii. Ndoa yako inaweza badilishwa ikawa lodebari, haikusaidii. Mambo hufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Lia na wanaolia. Kuna watu unawaona mbele zako, yaani kuna mtu ukimuona kweli kwa akili zako na anakotokea, watu walishatukatia tamaa wengine wetu. Yaani Mungu asingesimama upande wetu hatujui. Manake wengine walijua hawaendi mbali. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoanza shule, kuna baba mmoja, unajua baba ambaye amezaliwa mbele yako, wazee wana maneno, waheshimu. Hata akisema out of jealous, kuna mambo ameona. He's talking out of experience. Akasema Bernard anaharibu pesa yake, huyu atapata mimba. Kama si Mungu jamani, ningeharibu pesa za babangu. Si kwamba nina nidhamu, mimi mwanadamu na hisia kama za wale ambao waliona wakipata mimba wangali shule. Lakini Bwana kwa huruma zake na wivu wake juu ya maisha yangu amenisimamisha. Lia na wanaolia. Kuna watu ukiwaona kwa macho, nimekwambia, hawana unafuu wa maisha. Yaani ukiangalia vile huyo anakotokea, hata shangazi yake hakuwahi enda shule, kwa mtu hakuna anaolewa, maisha ni yale yale tu. Sasa yeye tu amejifanya ameanza safari. Mtu kama huyu kwa mawazo ya mwanadamu unaweza mkatia tamaa kwamba huyu hakuna anakoenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu wa aina ile Daudi, kesho ni wafalme. Kesho ndio watakaochukua jeshi la kupigana Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu si wadharau. Kuna watu Mungu ameweka mbele zako wakuongoze. Bwana Yesu asifiwe. Mungu naye ana tabia nyingine ambayo sijamuelewa. Anaweka mtu dhaifu aongoze wasomi, aongoze watu ambao wanajielewa. Yaani unashindwa, umetaka kutuletea vita manini? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweka watu ambao wana mapungufu mbele ya watu ambao wanajiweza. Bwana Yesu asifiwe. Kiburi kisikupande kutoheshimu ule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Elimu yako isifanye, utajiri wako usifanye, unachojua kumhusu kisikufanye. Bwana Yesu asifiwe. Maana kesho ndo wafalme. Kesho ndiye Yusufu ambaye atakuwa anagawa chakula. Bwana Yesu asifiwe. Enyi nduguze Yusufu, mtaficha wapi aibu zenu? Bwana Yesu asifiwe. Mliyemuita muota ndoto, dogo asiyefaa lolote, utaficha aibu yako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Daudi alipokuwa mdogo sana,
akakuwa hakuwa anathaminika na wazazi, akafika kiwango Mungu mwenyewe akaamua tu acha nimchague. Kuna wakati watu hawakuthamini, masomo yako haikufaulishi, yani Mungu anaamua tu acha sasa mimi mwenyewe niende kama mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati Mungu anaweza kuja mwenyewe, akaja mwenyewe kwa Daudi, bado akamdharau. Bwana Yesu asifiwe. Ikafika wakati maisha ya Daudi ikawa kwenye uhatari. Nimekuambia kwamba kuna watu Mungu anaweka mbele zako, hawakai kuwa ambavyo wanajiita, hawakai kuwa viongozi wao, lakini kusudi na Mungu ni juu yao. Daudi akikimbia wakati ule Sauli alikuwa anataka kumuua. Bwana Yesu asifiwe. Andiko linasema kwamba kulikuwepo na watu 400 ambao walikuwa wanyonge, wenye madeni, wamekosa tumaini. Andiko likasema wakamfuata. Sasa wewe waza katika hii hali, unakimbilia mtu ambaye anakimbia maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akiwa hawezi, by the way, usimfuatage unless Mungu amekufunulia. Bwana Yesu asifiwe. Mnaenda kuangamia wote. Lakini wale watu walimkimbilia. Bwana Yesu asifiwe. Andiko linasema watu wanyonge wakamfuata Daudi, wenye madeni, wenye roho za huzuni, watu ambao tumaini, wote wakaunganika na Daudi. Alikuwa anakimbilia usalama wa maisha yake. Andiko linasema walipoenda katika pango la Adulamu, wakamwangalia Bwana, wakaanza kumtazamia Bwana. Biblia inasema kwamba hapo ndipo Mungu alijitengezea jeshi la Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kama hukulia nami, usitarajie kukaa nami katika meza ya wema. Nakwambia mapema. Bwana Yesu asifiwe. Kama hukuwa nami katika jangwa, usitarajie kushiriki na mimi katika meza ya utukufu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja yule mama wa wana wa Zebedayo akaja akaambia Yesu, naomba uruhusu wanangu wawili, mmoja akae mkono wa kushoto na mwingine wakalia. Akamwambia Yesu, mama, sikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Kama watakinywea kikombe cha mateso yangu, sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kama hawapo tayari kubeba msalaba wangu, wasahau utukufu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kama hawapo tayari kuelekea Golgotha, usije kutaka kushiriki na mimi utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Kama hukuwa nami jangwani, kama hukuwa nami Adulamu, usifikiri nitakupanga katika jeshi la Israeli. Kwa taarifa yako, nduguye Daudi, Abinadamu kama sijakosea na Shama walikuwa wanajeshi, lakini Biblia inasema kwamba wale waliomfuata katika pango la Adulamu, hao ndio Mungu alifanya jeshi kubwa la Israeli, jeshi ambalo lilipigana vita vikali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama wewe ni wa kwangu, Bwana Yesu asifiwe. Katu kuna mashamba ya mababu. Nimekuambia kuna mahali mtu anatokea. At least this ancestral land we can share all of us. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiki kiti cha enzi hukushiriki kunipeleka kule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mara ya mwisho nasikia Jesse akitajwa ni wakati ambapo Daudi alipigana vita, akasema kwamba nyumba ya baba yake haitatozwa ushuru. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka hapo sijasikia tena baba yake Daudi akitajwa. Tunasikia Biblia inasema kwamba na Mungu akafanya watu hawakuwa jeshi kubwa, lia na wanaolia. Bwana Yesu asifiwe. Ekeza wema. Bwana Yesu asifiwe. Things written are for a time. It was written for our own learning. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kilichoandika kwenye Biblia ni kwa mafunzo yetu, ni kwa madhumuni yetu, ili sisi tujirekebishe kwayo, ili sisi tufuate yale maneno. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwepo na mfalme Farao. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuambia kwamba mambo hufanyika. Mfalme aliota ndoto ambayo ilimfedhehesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa taarifa yako mfalme, Bwana Yesu asifiwe, yaani hata huyu rais wenu mnamfanyaje? Kila kitu hata akiletea kuna malipo yake. Wewe utaendelea tu kumuita Kasonga, hata amekubali. Endelea kuniita Chapo mpaka miaka 10. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mambo yake yamewekezwa. Lakini kwa sababu mambo yanafanyika, mtawala anaweza fedheheka. Mtawala anaweza shindwa. Falme Farao akaota ndoto kwamba ameota ng'ombe 7 wenye njaa, wakila ng'ombe 7 wenye afya,
na walipomeza hawakukaa ni kama wamekula kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Mungu akampitia Yusufu, akafasiri ile ndoto, akamwambia kwamba mfalme, ng'ombe 7 inaashiria miaka 7 ya njaa, na ng'ombe 7 shibe wanaashiria miaka 7 yenye shibe. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia kwamba njaa kubwa inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia ekeza mtu atakayekuwa juu ya uchumi wa Misri, maana usipofanya hivi dunia yote itaangamia kwa njaa. Bwana Yesu asifiwe. Kuwekeza akiba ya wema.